TV. Karibu sana mhwaine wa umuthi. Kenya thaa ici nĩ thaa 11:43 harĩa uri ndio nĩ thaa cigana. Nĩ njũĩ kũrĩa US na UK party imwe nĩ hĩndĩ marokĩra. So karibuni sana, good morning to you, and of course huko gwitũ nĩ good evening. So nĩ twari na Geoffrey na ngĩmwĩra nĩ ngũmũcokeria Geoffrey tondũ nĩ twokire tukĩoya rũgano rwake. Na andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩrũmĩrĩra story ya Geoffrey na makenda kũmenya harĩa maũndũ makinyĩte, na nĩkĩo ndoka ndagĩka-inĩ ĩno nĩgetha hote gũkũ update ũhoro wĩgiĩ Geoffrey, kũrĩa akinyĩte na maũndũ marĩa akĩhotete gwĩka kuma hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine. Ngai nĩ amũcereire na njĩra nene mũno makĩria. Ndakora mwanake mũkenu, mwanake wĩna Ngai mũingĩ, mwanake wĩna thayũ wa ngoro, mwanake ũhotete kũhorera ngoro yake nĩ tondũ Ngai nĩ ahotire kũringa kĩama kĩnene. So karibuni sana wasikilizaji. Lazima tu shift lugha kidogo kwa sababu Geoffrey haezi kuelewa Kikuyu. Labda anaweza sikia kwa sababu amekarisha na Wakikuyu. Lakini itabidi tuzungumze kwa Kiswahili ili Geoffrey akaweza kuelewa tunachozungumzia. So Geoffrey, how are you? I'm fine. And you? I'm good. Good to see you. Good to see you too. Umepotea sana. Nimepotea. Pole, nimekuwa na projects kadhaa. Nafikiri utaenda YouTube utaona mtu kama Hiram. Project nyingine tunajenga huko Ruai. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Wewe uko aje? Naona uko na you look good, man. Nimeongeza 2 kilo na wiki mbili. So strange. Lakini ni Mungu. Hizo maombi nilikuwa naomba. Unakaa vizuri jamani. Kwani? Lakini bado. Hii ni shadow. Ukirudi hapa after 1 month. Takuwa nimeanza kunini. Mungu ni mwaminifu. Kimbia sasa. Mungu ni mwaminifu. Sijui kama umewahi ona kitu kama hiyo ikifanyika kwa maisha yako. This is like a miracle. Yaani vitu zinabadilika tu kwa siku. Truly it was a miracle. Hebu tuambie what happened after I did the story. After I did the story, sikujua itawaki immediately. Na unakumbuka nikikuuliza, itawaki immediately ama nitakosana na watu. I remember ulikuwa na uoga kwa sababu uliona huenda labda familia yenu ikaona na ileta shida na labda utakuwa bado haujasaidika. Kwa sababu uliniambia umewahi kuwa kwa media na hukuwahi saidika. So ulikuwa na uoga tusifanye story alafu ikakuja kuleta shida. Hata haikuleta shida. Afterwards ilileta shida kidogo ile yao ungesema sisi hatungeona vibaya. Lakini by that time mimi nilikuwa nisha made mind yangu natoka hapa na move cause huwezi change juu sasa umeniona kwa YouTube or anything. Ile venye niliamua Mungu akinisaidia nitatoka hapa ama nitafanya hivi. Hiyo ndio niliendelea nayo mbele, but I was so confused because uliweka saa 7. Line yangu sijui nilitumia 5 months ago. Unajua niliacha nimekununulia kamulika mwizi. At least kabla ni run story kwa YouTube, I was to do the following day. At least ukue umenunua kasimu na uko na line watu wanaweza kukupigia. Kumbe bado mimi nikiweka story huko umeweka line kwa simu. Kulienda aje? Bado mambo zingine mpaka si za kawaida. So hizo ndio line imepotea na naionanga kila siku. Kuipata sasa pin sikumbuki. Ilibidi ni renew. Kurenew kwa natafuta some 30 bob za unga ya uji. Kuangalia hata huko na pesa. Kuangalia simu. Sikurudi kwa nyumba, nilikuwa nje. Nile NIFE kwanza. It was food. Sasa nikaanza kufikiria sasa messages zinaingia, calls na hii nikabamba ishaja. So after kuweka line messages zilianza kuingia immediately. Actually nilienda Shujaa Mall Naivas. So zinaingia mingi, mtu akanipigia from Saudi Arabia lady. Ati nimesikia ukipata simu poa at least unaweza pata your way out utakani. Simu gani yenye ni affordable unaweza tumia for now? Nikamwambia 16,000. Kaniambia give me 2 minutes. So after 2 minutes alituma na 16,000. Haki ya nani? Ilikuwa na ndio hiyo. Hebu chukua juu kidogo. Wow. So saa hizi uko na smartphone? Sasa hivi niko WhatsApp. Manze, unajua watu wenye waliwatch hii video kuna mahali ulicheka lakini bado uko na uchungu.
wakati ulisema uchungu bado iko. Unajua sijawahi sahau na hiyo statement. Ile time si nilikuwa kwa nyumba, nikiwa kwa nyumba peke yangu. Machozi ilikuwa inatoka tu. Najaribu kuzuia but tears just kept coming. Najaribu kuworship, kuimba nyimbo za Mungu za kuworship, tears tu. Yani ilikuwa sasa hiyo ndio imekuwa maisha, especially usiku. Ni machozi tu. So tukianza hizo story hata hiyo siku, sikuwa nataka kujua ni nini napitia. Yani nilikuwa nataka niingie tu hata kwa shimo ingine. Mali sioni mtu. So that's why nilikuwa tu nimefika kwa kona. Ya mpaka naambia Mungu kama nimemaliza kazi si unichukue kwa. Sasa. Kulament, nililament sana na Mungu alisikia. And I learned one thing. Umejua tunasomanga story ya Job in the Bible. But pain yenye una read, si kama yenye una feel. Umejua ile unasoma. Lakini hii ni yeye uko nayo. Inakupata sasa. Imekupata sasa. Hali halisi unasikianga yenyewe Job alipitia kumbe. Juu sijafika hapo na unasikia hivi. But God did a miracle anyway. Juu hata hiyo kuongea na watu. Kuna wenye hata saa hii have friends sasa. At night tunaongea kwa simu 2 hours juu silalangi mapema. So that's my happiness. Life is not all about finances, ni pesa tu nini. Juu ukipata huyo mtu unaongea naye na kuadvise. Unaweza kuwa na pesa na una stress. Uko na stress. Haiwezi kukusaidia. Kama at first time venye niliona hiyo I was confused kabisa. Sasa nianzie wapi? Nifanye nini? Because I didn't expect that. Huku unatarajia maisha yako kubadilika kwa huo wakati ama kwa haraka hivyo? Kwa haraka hivyo yani. With less than 24 hours. But ni Mungu juu nimeomba balozi. Nimeenda sholoni mpaka naambia Mungu nimeteseka ya kutosha, nitumie mtu. Ulikuwa unaenda kuomba kitambo? Fasting, prayers. Wapi huko? Katoloni huko Machakos. You pray for mtu anakuambia niombe uko praise and worship leader church. Unaona wewe yako inaenda. But hiyo wiki ulikuja. Kuna courage tu iliambia God is still there and he will make a way. Though ni ile ya kudoubt. Ni ile unasema tu, useme tu iishe. Machozi iishe. Anyway, I'm happy for you. Kuna kitu moja nilikuambia kabla nitoke kwa nyumba na sijui kama ulisikiza kwa makini. Nilikuambia unaweza teseka kwa muda mrefu, lakini wakati wa Mungu kuja, atakuja siku moja ama in 1 hour's time, anaweza kuja na afanye kitu yenye ulifikiria itafanyika kwa miaka kama 3. Because nakumbuka sikuwa na namba yako. Funny enough, I did your story but sikuwa na namba yako. Nilikuja kuitoa kama wengine kwa story. Because you were in a situation that everyone could see that you are suffering, you are struggling. Ulikuwa na uchungu wa moyo, uchungu wa kila kitu. I think ulikuwa na bita mpaka na watu wenye pia tulikuwa hapo. Exactly. Mpaka mimi moja nilikuwa story. Hata kwa barabara. Nikakuwa mkali. Ukinikanyaga hivi kidogo na kusimama. Na sasa hizo sina nguvu watu ukiangalia unashinda sasa huyu mtu. So I was so bitter. I don't know why. I remember actually after coming to you, uliniambia pia ni kama huyuko sure kama tutachukua hiyo story. By the way hata nilikuwa ready kurudi. Juu niliona hiyo story ni kama itakuwa ngumu, mara unaogopa, mara sijui watu wenu watasema nini. Guy, They decide to at this age yenye niko kila mtu ako na maisha yake. And God created us. Each person peke yake. So nikistruggle, hakuna mtu amejua the pain. Even my daughter don't know what I'm going through. Sasa nikikaa hivi nitasaidika aje? Let me do this thing. I have to take a risk. But God haezi allow ningie pabaya more than what I had gone through before. So ni nini imebadilika kutoka tuachane after kukuweka kwa YouTube? Kuna vitu kadhaa. Umesema kuna simu ulinunuliwa. Nikiangalia vizuri na ni vizuri niwaonyeshe, naona uko na kitanda very special one. Mpaka duvet ulikuwa unajifunika na nini kitambo?
Kablanketi. Naona una duvet. Mpaka uko umekalia hapo mtu anaona una furaha. Nikiangalia hii side naona kuna laptop, kuna nini kazuri hapo kakuwekelea. Nikiangalia hii side mambo mazuri jamani. Naona kiti hapa. Very good. So najua huu ni mwanzo tu. Huu ni mwanzo. Sijui ungetaka kuambia wenye wanatazama hii video kwa mwanzo, tuanze na wenye walikusaidia, labda unaweza waambia nini? Wenye walinisaidia kwanza ni kusema pole kwa wenye siku reply message zao. Tunakuelewa. Maybe hiyo time bado ilikuwa na kabambe ama niko peke yangu, sasa simu inalia napika, nataka ujibu hii. So but nilikuwa nawaombea. So wenye sikuongea nao kwa text ama kuongea, niko very grateful na nilishukuru, na ilikuwa inaingia hata kama ni 100 nashika simu na mbiaki Mungu mbariki. Inua hiyo simu. So wenye tumeongea nao na marafiki wangu wa sahi, kwa wako wengi wenye wako US, UK. Au sasa ni tawaita mom, sahi mlipata mom na dad. Mom sina dad. Mom wako wengi. Okay. Sijui kama kumesho ni mbaya. Niko na Mom Rachel and the rest wenye wako hapo. Na washukuru juu wanafuatilia. Ya kuna Manase hapo nikiwaambia hii ndio sahi na nisumbua. By the way, na kuna kitu hapa. Kuna madam alinitumia picha kadhaa alikuwa amekutembelea. Ni leo ama ni jana? Hiyo ilikuwa is a certain madam aliniambia alikuwa. Hata ndio tumeongea naye kwa gari. Lucy. Anaitwa Lucy. Sijaweza kuongea naye manake nilipata hizo picha after nikitoka kwa show, alafu nikaenda Utawala ndo nimerudi. Aliniambia alikuja kukutembelea na nikafurahia sana. Unajua kuna kitu kizuri kama mtu ni nurse. Hata yeye ni nurse. Amefanya vizuri sana. Kwa sababu pia ulihitaji madaktari, ulihitaji watu wa kukufanyia counseling, na najua kuna watu wamekupigia wangetaka kufanyia counseling. Niko na watu. Hata nilipata Maureen by the way. Ndio sikuwa na simu yake sikuwa nashika, aka comment hapo. So we talked. Juu maisha venye ilikuwa alikuwa ananitafuta na anipati. So even the colleagues venye tulikuwa tunafanya nao walikuwa wanakuja saidia kuosha. Na kuni support where they can. Okay. So personally I'm happy kwa sababu wakati nafanya hizi stories wakati mwingine huwa hatujui ni nani atasaidia. Hatujui wakati mwingine kama italeta impact. Lakini your story imenifurahisha kwa sababu iko na impact kubwa sana. I still believe from here kuna watu labda wangetaka pia kujua huyu Geoffrey kuna nini, hatukujua story yake. Kuna mtu labda anakutazama kwa mara ya kwanza, sijui labda ungemgusia tu kidogo shida yako ilikuwa gani. Manake inaweza kuwa ni siku ya kwanza kukupata hapa online. Hajui tunaongelelea nini kwa sababu labda wakati tuliweka video hakuwa na uwezo wa kuitazama. Labda unaweza mgusia kidogo shinda ilikuwa nini? Okay, maybe kwa ufupi. Naweza sema shida yangu ilikuwa nimekuwa nikimeza madawa za RVs. Ikafika mahali na mambo corona. Maisha ikanilemea, magonjwa zingine zikaingia. Sasa hizi magonjwa venye ziliingia, nikashindwa hata kufanya kitu na nilikuwa nakaa peke yangu. So hata rent nikakosa. Sikuwa na anything, nikakaa huko kwa kijiji. So msamaria mwema akanichukua, akaniweka kwake. Na huko pia kukuwa kuzuri vile. Na TB pia nilipata, so dawa za TB pia na meza. Zinahitaji chakula kwa wingi. At least mahali mtu ako peaceful. So stigma ile saa zingine kelele, nimekosana kidogo. Hizo ndio vitu zinasemwa kwa ploti kila mtu akisikia. Sasa umejua hiyo inaleta ile stigma tunaita Kiswahili nyanyapaa hiyo. So bahati nzuri Mungu akaniunganisha na balozi sasa wewe. Ndio tukashoot video. Hiyo tu ni part ya story, lakini nimekuwa na changamoto ya kimaisha. Lakini saa this time round hii safari ni Mungu ameanza. Na sioni nikirudi nyuma, nitamtumainia tu.
Okay, labda kwa mtu mwenye atahitaji kuona hiyo story, ataenda kwa Farodhi wa Thayo TV YouTube, uangalie Geoffrey Ochieng, utapata story yote, the main story yenye tuliweka mara ya kwanza ili tukaweza kufikia hapa. Kuna watu wengi sana walikutazama kwa njia ambayo labda waliona wewe ni mtu mjasiri, ni mtu mwenye ana uwezo wa kujilea, because you actually ulielezea a lot of confidence, there was a lot of confidence in you, ya kuoneshana ukapata uwezo kidogo unaweza kujikimu kimaisha. Because nikisikiza hiyo video, most of the parts ni zile umetuonyesha labda unajiweza mwenyewe, ukipatua tu uwezo kidogo unajiweza. Ulisema unaweza fanya vitu za online, ulisema unaweza fanya vitu zingine kadhaa. Labda sijui unaweza tugusia kama kuna kitu imekuja after kuweka hiyo story inahusiana na uwezo wa kufanya kazi. Sasa nimeenda, lakini hii uchovu la mguu pia ilifura juu ya madawa. Nimeitwa mkutano 2 za vijana. Ilikuwa inaitwa sexual reproductive health. Unajua hizo naendanga kufacilitate napata kitu. So moja sikuweza kuenda juu mwili kwa imefura. Juu ya pili nilienda nikapata kakitu. Alafu kwa email pia nilipata watu 2 wanataka watengenezee work plan. Juu laptop I think it's 2 weeks old. So hizo ndio nimefanya. Lakini uzuri umepata laptop. Kwa hivyo you can now do unaweza fanya vitu kwa you had mentioned about the online writings. Kwa hivyo pia una uwezo wa kufanya. Najua kuna mtu labda amefacilitate wifi. Kuna mtu amefacilitate wifi. I'm yet to connect. Connect bado. Unaniambia ulikuwa na shida mguu ilikuwa iconnectiwe. We still believe itaconnectiwa. So nimeshukuru Geoffrey, nilikuwa nikutembelee at least ni update watu mahali umefikia, na naona watu wana furaha sana, wamefurahia sana kukuona kwa sababu walikuwa wanangojea at least kuona mambo imekuaje. After huo muda tumekuwa tukitazama story yako. Labda kuna mtu wako hapa amekata tamaa katika maisha, ameteseka sana, amefika mwisho jinsi tulivyokupata. Unaweza mwambiaje? Sasa kenye naweza ambia mtu, yani kutokana na story yako venye tu imebadilika once. Kutokana na story yangu, umejua hiyo wakati nimepitia imekuwa mrefu sana. Mamiaka. Sasa kuna saa zingine unasikia hawa watu wakutia mtu moyo anakuambia na kizungu ati there's light at the end of the tunnel. But atuambiwangi hii tunnel ni kiasi gani, what is the length? So hii tunnel inaweza kuwa mrefu but tujue tu kuna light. Hiyo tu ndio ilikuwa na vitu kama hizo, alafu nimejua tu kama sikufi saa hii. Na niko na bronchitis, pneumonia, TB zote pamoja. Naenda Kenyatta, Mbagathi na sijapata corona. Nikajua Mungu aniachi na sikufi. Ati uko na magonjwa gani? Ilikuwa pneumonia, bronchitis na TB. Na hizo zingine herpes pia. Na corona sasa haikunishika na nilikuwa na hiyo ni kinga ya chini. Sio ni Mungu. Ile immune system ilikuwa chini sana. Ilikuwa chini sana. So nikukuwa tu na faith na hope. Those zingine kibinadamu mwili inatulemea. And it's also good to sana wanaume na vijana to speak out. Juu kunyamaza inatupea depression, then ina lead kwa hizi vitu zingine. Cause me yangu shida kubwa, juu HIV jai kuwa issue kwangu. Nimekuwa nikifanya nao, hata hiyo macho venye nakwambia hiyo ni nzuri, I type. But venye depression inaingia, unaambia mtu mimi niko na hii shida hii, wewe ni mwalimu, wewe ni trainer. Unanyamaza, huyu mwingine anasitaka. Watu wanaona wewe huwezi patwa na shida. Jiweni, wewe ndio mwalimu wake, ulimfunza mambo ya stress management, utashindwa aje na stress. So vitu kama hizo zinafanya watu wanaenda chini sana. Hata ukiangalia tu statistics ya Kenya, watu wanajinyonga, wengine wanaume, watu vijana. So inafaa tuongee tu. Mtu aseme Kenya atasema you're born alone, you'll be buried alone. Well, okay. So vijana utawaambia
hii maisha ni ngumu, ni rahisi, ni kwa sababu pia umekula shida. Nakwambia nikija ulikuwa mpaka umejichukia. Huoni hata history ni kama itakusaidia. Huoni huko unaona anything positive. Sikuwa naona anything positive. Maisha ni ngumu. Na hivyo ndio inafaa kuwa. Venye niliona juu hatuwezi kuwa ati kila saa tuko. Biblia inatuambia tutatoil like a man will. Sasa I'm a man. But sikujua iko hivyo. Hata kama ni kutoil. That was too much. Yeah. Wow, okay. So nimeshukuru. Labda kuna watu walifikiria kwa sababu mimi ni Mkikuyu, labda sitafanya story kama hii. Sijui ungeambia aje watu wenye wana ukabila, watu wenye labda ufikiria uwezi saidia mtu juu si wa kwenu, si wa country yenu, si wa kabila lenu. Yeah, how do you tell them? Hiyo kwangu mimi sijaiona ukabila, lakini hiko nimeiona huko nje. Na hata saa hii nimesaidika. And not with my tribe, si tribe yangu. I think kuna contract kidogo hapa, sijui kwa nini. Lakini tukiangalia tribe, then tutalose hii society yenye tuko, hata blessings. Juu watu wana intermarry. Sasa kama mimi niende nitafute Mkamba, yule naye sijui kama narudi. Umejua lazima tukue tu kama binadamu. We are all human beings. Damu yangu ni red, yako ni red. Ni kweli. Ukisafa unfortunately pikipiki igonge mtu hapo. Hautaangalia ID yake ati kama ni Mkikuyu ama Mjaluo. Na kuna blessings mingi sana nimeona. Because nimefanya kwa NGOs before. When you assist, Mungu hawezi kuachilia. No matter how long it will take. But God atakumbuka. In as much as sisi wote tumeitanishwa na Kristo. Hatuna ukabila. Kama Kristo ndiye tunaita baba yetu. Na sisi ni branches. Yule tu mmoja. Then we don't need to have anything to do with tribe. Unapata mtu wewe ni wa kabila gani? Anaeleza tu direct. By the way, mimi nikija sikuwa nimeambiwa ni wa kabila gani. But I came and did the story because my aim is to help, not to know what kind of person I'm helping. Sababu sisaidii kwa sababu nasaidia mtu fulani, nasaidia mtu juu ana shida, asaidike. Waliokusaidia wengi ni Wakikuyu. Hawakuangalia ni nani huyo tunasaidia. Tunasaidia mtu juu ako na shida. Si unaona? Because we want to tap the blessings. So it is good hata wenye wanatutazama hapa wajue we want to end that thing of tribal. We do things as Kenyans, kama watu wameitanishwa na Kristo wote. And I think that is what we call Christianity. Christianity, you don't have to kuangalia mtu ametoka hapo ama anaenda wapi ama anakaa aje. Unamsaidia tu vile alivyo. So nashukuru sana Geoffrey. Labda kuna mtu angetaka kutap that anointing, hakuweza labda kufanya hivyo last time. And because nitaweka hiyo link ya ile story mail, na labda kuna mtu anatazama saa hizi na hakuiona na angetaka kuongea na wewe binafsi, unaweza tusaidia na namba yako, labda anaweza kutumia kakitu ama pia akupigie. Unaweza tusaidia na namba yako saa hizi ili aweze kukupigia ama kukutumia anything. Ni 0724 307 471. Turudie tena. 0724 307 471. Itatoa nani? Geoffrey Gumba. Unajua last time wewe uliniambia Geoffrey Ochieng. Sasa watu wajaribu kutuma, unajua ukiwa majuu vitu kama wavu za kutuma wakati mwingine lazima ukue sure na jina. So mimi niliweka Geoffrey Ochieng badala ya Geoffrey Gumba Ochieng. Kama ungeweka 3 tu. Kama ni Geoffrey Gumba Ochieng. Ile time nilikuwa nimechanganyikiwa kibalozi. Kama nasahau mpaka pin ya M-Pesa, pin ya kufungua simu. Imagine. Juu umekaa kwa nyumba mpaka brain haiko sawa, lakini na recover. Okay. So nashukuru, sitakaa sana. Cha muhimu ni ati nimeona maisha yako iko poa, unaishi kwa kanyumba kazuri. By the way, ulikuwa unaishi nyumba iko na mlango ambao mahali kuna mto. Yaani mosquito, afya yako ilikuwa na shida. Nafikiri ndio maana afya yako ilikuwa imedhoofika
complete. Ulikuwa tu hauna nguvu ya kuongea. Nafikiri tulifanya kazi zaidi ili uweze kuongea kwa hiyo interview kama unakumbuka. Niliema. Hata tukimaliza sikuwa nataka kwenda na nyinyi mbali. Malize nikalale. We thank God for everything. We still believe that by the time nitarudi tena utakuwa sasa umeimprove kabisa na maisha yako itakuwa nzuri. So nimefurahia sana. So and we thank everyone mwenye alikusaidia. Mungu awabariki na shida isiwahi wapata. Na wakati utakuwa na kitu unataka kuambia Mungu akusaidie, Mungu akutumie mtu wako behalf ili at least uweze kusaidika na maisha yako yaende. Unajua kuna wakati unafika unahitaji mtu. Kwa sababu there are other things you don't unajua kuna wakati mwingine tunaona kama tunajitosha sisi wenyewe. Lakini kuna wakati unahitaji mtu mwingine ili aweze kukufikisha mahali fulani. Na huyo mtu ndiye tunaita destiny connector. Yaani lazima upate huyo destiny connector akuvukishe. So we thank God for everyone mwenye ametuma, mwenye anaendelea kukupigia na kukutumia, ndio tuhakishe. So for now unahitaji nini na nini? Labda unaweza tuambia chenye unahitaji ili wenye wanatutazama hapa na labda hawakuweza kutuma kitu kwa wakati huo. Na Mungu atawabariki watume. Hata wenye hawana bado tunawaombea kwa sababu pia wanakuombea. Unajua pia maombi ni muhimu. Because some of those diseases zitakuwa utahil kabisa na ziishe. To me I believe anything is curable. Hizi stories za kusema sijui kuna my friend watu wamepona vitu mingi sana. Watu wamepona magonjwa mingi sana. Tukiona tukitazama na macho. So unahitaji nini na nini? Sai kusema kweli Kenya naweza sema juu nyumba iko. Bado sijaanza kazi. Sasa hiyo ndio ilikuwa worry about the rent na itatoka. Yeah, but food nayo inakuja, na shukuru wao wenye wamejitolea kwa fruits na kila kitu. So hii kazi yangu pia hiyo mambo ya wifi. Juu si kitu inaenda for long ati mtu atakuwa ananitumia kila siku ama kila mwezi. Mtu anaweza jitolea tu for short while. Kama ni mwezi moja. Kenye tu atapata. Tuseme ukapata rent kama ya miezi 5. Hii nyumba unalipa pesa ngapi? 5500. Ukapata rent kama ya miezi 5, at least utakuwa umeweza kurudi kwa hizi kazi zako za online na nini na hiyo stability. Na labda pesa ya kununua matunda. Yeah, because dawa za TB namaliza mwezi wa 5. Si zinaendanga mwezi 6. Sasa nikizima, lakini sitakaa hapa ati nizimalize zote. Nimemaliza zile za kwanza zinachokeshanga mtu namaliza kesho. Sasa hizo zingine si hazina nguvu sana. Sasa sitangoja mpaka hiyo Mei. Nataka tu mwili pia irudi pate nguvu. Nianze kunini. Okay. Nashukuru sana Ochieng, my friend. Sasa umekuwa rafiki yangu, brother yangu. Ikiwa una shida yote wakati mwingine wanipigia tu, tunaongea alafu unapata nguvu. Nimeshukuru nimepata marafiki. Umepata pia marafiki zangu hapa wakati sikuongeleshi. Hao wenye wanatutazama watakuwa wakikupigia, mnaongea, wanakutia nguvu. Hii maisha iko hivyo. Hakuna mtu anaweza sema ako sawa. Labda uko na pesa lakini uko na shida nyingine. Kwa hivyo ni kutia. Kuna mwimbaji wa Tanzania anaitwa William Yilima, rafiki yangu sana. Anasema kuna wakati mtu mmoja aliwezwa na mashida. Wakati aliwezwa na mashida akakosa mtu wa kumshika mkono na kumtia nguvu. Akapoteza nguvu, akafika mahali akakata tamaa. Maisha yake yakaisha. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na watu wa kumshikilia. Kwa hivyo ni vizuri katika hii maisha tunaishi, labda mtu anaweza kosa kushikilia na pesa, lakini kuna mtu ako hapa anaweza kuombea, kukupigia muombe. Kuna mtu anaweza kufanyia counseling because that thing it doesn't need money. Akufanyia counseling. Hiyo ndio kutia mtu mwingine nguvu, usikate tamaa, maisha iendelee. That's why we are called for. That's what we are called for. Hatujaitwa tufanye vitu zingine, ni tutie watu nguvu, tuwasaidie waweze kuinuka. Kwa sababu hii leo Geoffrey nikakuwa na pesa mingi na sisaidii watu, hainisaidii. Nitakula nishibe lakini kuna watu wanalala njaa. So we thank God for you Geoffrey, and we believe Mungu atakufanyia mengi makubwa, utapona. Utakuja hapa tu kushukuru watu na waambie mimi nimepona na niko sawa. Yes, nimeona miguu yako imevimba lakini tunatumaini kwamba Mungu ataweza kuyaponya. Tunatumaini Mungu atakuponya. At least maisha yako ikuwe nzuri. So thank you so much. Ukuwe na jioni njema na Mungu akubariki sana. Ubarikiwe na nimeshukuru. Na asante sana kwa wale wananisupport. Asante sana. Okay. All right.